Bana. Kwa mara nyingine tena ndani ya Movika Daily TV. Leo tunakuja na mashine yetu kali kabisa inayojulikana kwa jina la My Demon. Hii kitu ni bonge la season, yani humu ndani bana ni balaa tupu. Kabla tujaendelea, kama wewe bado hujajiunga na familia hii ya burudani, unaweza fanya hivyo kwa kusubscribe channel yetu ili uweze kujiunga na kuwa mmoja wa familia na kuzipata kazi zetu mara tu tunapoziachia. I say okay, let's go my people. Katika dunia ambayo binadamu wanaendeshwa na tamaa, kuna kiumbe mmoja anayewajua vizuri kuliko wanavyojijua wenyewe. Si binadamu, si malaika, bali ni demon ambaye ameishi kwa zaidi ya miaka 2000. Unaambiwa jamaa ameishi tokea enzi za Joseon, ikiwa ni Joseon, mpaka wakati wa sasa. Na yeye kazi yake ilikuwa ni moja tu, kufanya mikataba na binadamu. Kwa karne na karne alikuwa akifanya makubaliano na binadamu kwa kuwatimizia wanachotaka, lakini mwishowe hulipa kwa maisha yao. Unachotamani nitakupa, lakini kila kitu kina bei yake. Na bei hiyo ni maisha yao baada ya muda. Tunaanzia enzi ya Joseon zamani sana, kando ya bahari yenye mawimbi makali. Kulikuwa na jamaa mmoja ambaye kazi yake yeye ilikuwa ni mvuvi maskini. Jamaa siku ile alikuwa na majanga kinoma noma, familia yake walikuwa na hali ngumu sana, huku yeye akiwa hajavua hata dagaa unaambiwa. Wakati huo jamaa anasema akilalamika kwa hali yake aliyokuwa nayo, mara pap anatokea, demon anaonekana kimya kimya kama kivuli. Taratibu anamwambia mvuvi kwamba ninaweza kubadilisha maisha yako. Nitakupa samaki wengi, pesa na mafanikio. Jamaa alistuka kinoma noma, akimwambia anaomba amsaidie. Ndipo demon anatoa mkataba na kumwambia haitakuwa kwa free. Jamaa kwa hofu anauliza, what should I pay in return? Yani, ni malipo gani unayahitaji? Basi hapo demon anatoa mkataba na kumwambia, nitayachukua maisha yako. Nitakufanya familia yako isipate njaa tena wala taabu kuanzia sasa. Utavua samaki wengi, lakini baada ya miaka 10 nitakuja kwa ajili ya roho yako wasee. Na kwa uamuzi mmoja wa haraka, maisha yake yalibadilika, lakini hatima yake tayari ilikuwa imeandikwa. Na demon akamwaga yule jamaa na kumwambia, let's meet in 10 years later, na kupotea zake. Bana, huu mzigo ni noma sana. Nikukumbushe tena, kama bado hujasubscribe basi subscribe ili tuweze kwenda pamoja. Sini inabadilika na tunapelekwa upande wa pili. Hapa tunakutana na binti mmoja mlembo sana maarufu. Binti huyu bana anaitwa Do-hee. Humo ndani sisi tutamuita Do-hee. Binti fani hivi ambaye alikuwa mwenye akili sana, pia ni tajiri na baridi moyoni. Yeye bwana alikuwa ni CEO wa kampuni moja kubwa sana mjini inayojulikana kwa jina la Miracle Group Company. Do-hee anatuambia kwamba siku zote trust ni kitu cha hatari. Ukiamini watu unaishia kuumizwa. Bibi Do-hee anaishi maisha ya juu lakini peke yake. Hakuna rafiki wa kweli, hakuna mtu anayemwamini. Kazini pia, Do-hee ni mtu asiyevumilia ujinga kabisa. Kuna siku sekretari wake alimfuata na kumwambia, "Madam, kuna investor anataka kubadilisha masharti ya dili, anahitaji apate 70% ya profit, la sivyo hawezi fanya dili na sisi. Na tayari tumesha invest pesa nyingi sana yani." Kama kawaida ya Do-hee pale akamwambia, "Kama hawezi kufuata sheria zangu, basi aondoke." Watu wanamheshimu kinoma noma, lakini kwa hofu, si kwa mapenzi. Maana ukijichanganya tu kupita njia zake, basi ni balali na kuja juu yako. Wakati huo demon anaendelea kukusanya roho. Anatembea katikati ya watu kama mtu wa kawaida, lakini kila anayeongea naye ana siri. Leo jamaa anaingia kwa tajiri mkubwa sana la genge la wahalifu na kumkuta jamaa akiwa ametoka kuoga. Yule tajiri alivyomuona tu demon alistuka kinoma noma na akakumbuka kuwa tayari ilikuwa siku yake ya kufa, maana miaka 10 waliokubaliana tayari ilikuwa imeisha. Jamaa anajaribu kujitetea na kupambana na demon, lakini haikusaidia kitu. Walinzi wanastuka, mbona kama ndani kuna kurukushani na tukunchungulia, lakini wanaona mambo yapo poa kabisa. Basi demon anamwambia yule jamaa, kifo chako kitakuwa cha mshtuko wa moyo na mwisho wako utakuwa wa maumivu sana na roho yako itaingia kuzimu. Jamaa bwana pale anakata moto ase, na demon kama kawaida anatoweka zake. Walinzi wanastuka, wanamkuta kidosi ile wajuzi tayari roho imeacha mwili yani. Baada ya lile tukio, demon anaamua kwenda zake kutuliza akili kwenye mgawa fulani hivi wa kishua kinoma noma.
Do-hee na Demon bwana wanakutana kwa bahati. Do-hee alikuwa amepangiwa blind date na bibi yake ambaye ndiyo chairwoman wa kampuni ya Miracle Group. Bibi anaingia kwenye mgahawa na kumkuta mtaalamu wetu wa kazi. Kwa makosa basi anahisi kuwa ndiye aliyetakiwa aje akutane naye. Anamfuata na kukaa kisha akaanza kumwongelesha. Halo, bibi anashangazwa kweli kweli, maana jamaa bwana anaonyesha hana kabisa interest na yeye pia, wala hajali kwa chochote. Basi Do-hee anapata hasira, ananyanyuka na kutaka kuondoka, lakini anasita, anarudi na kukaa tena akimtazama mshikaji. Moyoni mwake akijiambia kwamba jamaa ni bonge la handsome yani, lakini ni kauzu kinoma noma. Basi bibi ya Do-hee natoa business card yake na kumpatia jamaa akimwambia alisahau kujitambulisha. Do-hee akamtaka jamaa pia atoe kadi yake pia ampatie. Na ndipo jamaa anafanya hivyo na tunaona jina la mtaalamu wetu ni Jong Gu-won. Sisi humu ndani tutamuita Jong. Basi maongezi yanaishia pale na bibi Do-hee ananyanyuka na kuanza kuondoka. Ghafla kundi la watu linaingia na kumpushi mhudumu ambaye alikuwa amebeba keki mkononi na ikaruka moja kwa moja kuja kwa bibi Do-hee. Hapo mwamba wetu wa kazi Chapo akanyanyuka na kumdaka bibie, akimzungusha mkono mwingine akiishika ile keki. Hoya, tukio hili bibi Do-hee lilimchanganya kinoma noma. Alimwangalia Jong huku mapigo yake moyo yakikimbia na kuongezeka. Naanza pata shaka hapa. Bibi akaanza kumpenda mtaalamu wa Jong. Kwa aibu, bibi Do-hee akajitoa mikononi mwa Jong na kukimbia washroom. Jong yeye alifurahia sana kuiokoa keki yake, maana ndo kitu anachokipenda sana. Sasa kumbe wale watu waliokuja walikuwa wanataka kulipa kisasi kwa Jong zidi ya kifo cha kile cha bosi wao ambaye alisemekana alikufa kwa hati ataka, maana walimuona jamaa ile siku akitoka chumbani kwa bosi wao. Sasa kiongozi wao wanamsogelea Jong na kuharibia keki yake. Hapo ndipo alipojichanganya. Jong alikuwa anathamini keki yake kuliko kitu chochote, na ndipo akasimama. Yule kiongozi kwa kiburi akaamuru vijana wake wamshambulie. Akaja wa kwanza, mara pap kapotea. Kuangalia vizuri wanamuona yupo kwenye gazeti. Walipagawa bala. Akaja wa pili kumvamia, naye akasafirishwa chapu akaingia kwenye gazeti. Bana, ningekuwa mimi hapo mbio ziniokoe ase. Jamaa aliwafagia wote na kuwaweka kwenye gazeti. Basi binti anatoka washroom, anakuta keki imeharibika. Jamaa wetu Jong amekasirika kinoma noma. Binti alivyomuuliza mshikaji na mjibu shit na kumfanya bibie Do-hee akasirike, akiondoka kwa hasira na kumwacha Jong. Basi jamaa naye anaondoka na kuwatoa wale jamaa zetu waliokuwa kwenye gazeti na kuwatupa kwenye lifti. Do-hee baada ya lile tukio anarudi nyumbani na kukuta familia nzima ikimsubiri, maana ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Lakini ndani ya familia baadhi ya ndugu zake wanamchukia kinoma noma yani, kwa sababu binti Do-hee anapendwa sana na bibi na kila mmoja anahisi kuwa yeye ndo anaweza achiwa kampuni ya bibi. Basi baada ya hapo Do-hee anaenda kupumzika kwenye fukwe za bahari, akitulia huku akili ikiwa imemjaa mawazo mengi, akichukia siku yake ya kuzaliwa, kwani aliamini kuwa ilikuwa ni siku ya laana kwake. Do-hee anakaa mpaka usiku sana huku akiendelea kunywa wine. Anatokea kijana mmoja akidai kuwa yeye ni dereva taksi na amekuja kumchukua kumpeleka nyumbani. Wakati wapo njiani, milango ya gari inafungwa. Inaonekana huyu dereva sio mtu mzuri kabisa na alikuwa na nia mbaya kwa mwanadada wetu Do-hee. Do-hee anastuka na kugundua yupo kwenye hatari. Anamuuliza jamaa kuwa nani amemtuma ase, na ndipo jamaa akasimamisha gari bana na kuanza kumshambulia bibie. Mwanadada alipambana sana kuhakikisha anajikomboa, lakini mbele ya yule jangili ilikuwa ngumu. Basi Do-hee akatumia akili na kujifanya kazimia. Mara yule jangili alipogeuka alimpiga ngumi na kuchomoka kwenye gari. Safari hii miguu nisaidie. Do-hee alikimbia huku yule jamaa akimkimbiza. Wakati huo tunarudishwa kwa mwamba wa kazi. Jeng-won alikuwa ameketi juu kabisa akiwaza namna anavyoweza pata mteja mpya wa kuingia naye mkataba wa nafsi yake. Ghafla nguvu ikamwelekeza mtu huyo atakuwa upande wa kusini na mara anaelekea huko. Katikati ya daraja, Do-hee akiwa anakimbia kuokoa maisha yake, anamuona Jeng-won mbele yake. Anamkimbilia na kumwomba msaada. Mwamba Jeng-won kama kawaida anamwambia Do-hee before kumsaidia inatakiwa wakubaliane kwanza, akimaanisha wanatakiwa waingie mkataba. Basi Do-hee anakubali na kumwambia baada ya kumsaidia basi wata make deal.
Jae-won anamsogelea yule jangili, wakati huo Do-hee akikimbilia kwenye gari kwa hofu. Jangili alipigizwa kwenye gari na kuachwa kaumia ovyo ovyo, na ndipo Jae-won anamuita Do-hee aliyejificha kwa hofu. Basi Jae-won akanyosha mkono wake na kumshika Do-hee, na ghafla tukio la ajabu linatokea. Tattoo ya mtaalam Jae-won inafutika na kuhamia kwa bibie Do-hee. Hii ikimaanisha nguvu za mtaalam zimehamia kwa bibie Do-hee. Wakati huo Jae-won alikuwa bado hajajua hilo. Ghafla yule jangili anawasha gari na kuja spidi kwa lengo la kuwapama wote wawili. Basi Jae-won anaonyesha ishara akiamuru lile gari lisimame. Kimiujiza cha kushangaza, nguvu hazifanyi kazi, na ndipo anagundua kuwa nguvu zake hazifanyi kazi. Anabaki na mshangao bila kujua nini afanye. Wakati huo kwa hofu, Do-hee anaangukia baharini. Jae-won pia akifuatia kwa lengo la kumwokoa bibie Yase. Safari hii inakuwa nzuri kwani walifanikiwa kumkwepa yule jangili. Asubuhi inafika, bibie Do-hee anakulupuka kwenye usingizi. Anakuta mtaalam Jae-won amesimama mbele yake, wakiwa wapo katikati ya kisiwani. Jamaa akitazama tattoo yake ambayo ndo chanzo cha nguvu zake ikiwa haipo mikononi mwake. Basi bana, jamaa akamfata kwa nguvu na kumshika mkono bibie Do-hee, akitazama na kuiona tattoo yake. Ghafla anaweza fanya magic na kupendezesha eneo zima kwa kutumia maji. Bibie Do-hee akihisi faraja sana ase. Jambo hili linamjulisha Jae-won kuwa anaweza tumia nguvu hizo pale tu binti atakapokuwa karibu yake na kushika mkono wake. Jae-won anachanganyikiwa kinoma noma, jambo hili alijawahi tokea kabla. Hii ni My Demon, nini kitafata? Waliokuwa wanataka kumuua bibie Do-hee ni akina nani, na ni nini hatima ya jamaa yetu Jae-won? Je, atafanikiwa kurudisha nguvu zake? Au ndo atamuhitaji Do-hee kwenye maisha yake ili kutumia nguvu hizo? Niandikie kwenye comment hapo mtu wangu, we unaonaje aise? Kufikia hapa mimi sina la ziada. Nikukumbushe tu, kama ulikuwa bado hujasubscribe channel yetu, basi hakikisha unafanya hivyo mtu wangu. Tukutane katika episodi ya pili ya mashine hii kali. Bye bye. Movika Daily TV. Watch and enjoy.